Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia, na nikushukuru sana kwa kufuatana nami katika mfululizo huu mrefu. Hatimaye tumemaliza Agano la Kale. Leo tunaingia Agano Jipya. Leo tunaingia kwenye Agano Jipya, na pia katika Agano Jipya tutaona ahadi mbalimbali zilizomo kwa ajili yetu. Tuanze na mwanzo kabisa wa kitabu cha kwenye Agano Jipya cha Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya kwanza. Taanza kusoma mstari wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mamaye alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, ninashukuru kwamba uko pamoja nami. Hii ni muhimu sana wewe kuwa pamoja nami kupata mambo mbalimbali. Hapa tunakutana na jambo muhimu la kwanza katika Agano Jipya. Ahadi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo tunaikuta hapa, inatajwa kwa wazazi wake. Mariamu mama yake alipokuwa mchumba wa Yusufu, alitokewa na malaika akamwambia, utapata mimba, na kweli akapata mimba. Alipopata mimba, Yusufu mumewe akapata habari kwamba mchumba wako ana mimba kabla hawajaoana wala hawajakaribiana. Yusufu kuona hivyo akahuzunika, akasema, itakuwaje sasa? Maana kama ni hivyo, hapana. Hata kama ni wewe mwanaume umemchumbia msichana alafu ghafla unaambiwa na mimba na sio yako, utajisikia vibaya na utaazimu kumwacha mara moja. Na ndicho kilichomtokea huyu bwana, naye aliazimu kumwacha. Lakini malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, usihofu kumwacha huyu mdada ni wako tu, usiache, kwa sababu mimba yake alionayo sio ya wanadamu, bali ni ya Roho Mtakatifu, na atazaa mtoto mwanamume, nawe mtamuita jina lake Yesu. Huyu Yesu ndiye atakayewaokoa watu wake Israeli na dhambi zao. Huyu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Jambo muhimu hapa ni ahadi hii. Huyu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Atazaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Yesu, maana huyu ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Ahadi hapa ni hiyo, kwamba atawaokoa watu na dhambi zao. Yesu Kristo alikuja akawa mwanadamu kama sisi, ili atupate sisi, mimi na wewe. Hivyo ahadi hii ilitimia baadaye alipozaliwa, na ndicho alichofanya, kuwaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo kila mmoja aliyemkubali alimuokoa na dhambi. Kuokolewa hapa tafsiri yake ni kumfanya asiende jehanamu, kumfanya asiende jehanamu. Hili ni jambo muhimu sana ambalo Yesu alikuja kufanya. Kwa hiyo ahadi kubwa hapa ni atazaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Yesu, na maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Basi baada ya hapo Yusufu akatulia, akaona sasa hii siyo ya kawaida, malaika paka anaongea na mimi, hii siyo ya kawaida. Yusufu akatulia, akaishi na mkewe. Baadaye wakamaliza mambo yote, taratibu zote, wakaoana. Baadaye huyu mdada akaenda akajifungua, akapata mtoto wa kiume, wakamuita jina lake Yesu. Yesu maana yake ni Mwokozi ama mkombozi. Kwa hiyo ni hivyo ndivyo ilivyokuja kutokea.
Je, umeshakutana na mambo ya kutisha, mambo ambayo yanataka kukuvunja moyo kama yalivyotaka kumvunja moyo huyu bwana? Maana Yusufu alivunjika moyo mno, lakini kwa sababu alikuwa, Biblia nasema mtu wa haki, aliazimu kumwacha kwa siri. Na mimi najua wanaume wengi wako na akili kama ya huyu bwana, huwa wana tabia ya kumwacha mtu kwa siri, au anaweza kumwambia rafiki yake tu kwamba bwana, kwa habari nilizosikia kwa huyu hapana. Kwa hiyo anaazimu kumwacha kwa siri. Lakini nikutie moyo kwamba kama Mungu amekusudia awe wako, atakuwa wako. Anaweza kukwambia wengine maneno yasiyo na maana, wanaweza watu wakakuvunja moyo, lakini nikwambie mpango wa Mungu kwako ni wa maana zaidi, ni wa muhimu zaidi. Ahadi ya Mungu kwako ni muhimu zaidi. Kama iliweza kumtia moyo Bwana Yusufu, inaweza kukutia moyo na wewe. Basi mpaka hapo bila shaka umeelewa nasema nini. Mungu akubariki sana we mwanamume ambaye labda una wasiwasi. Unaweza kuwa sio swala kuoa tu, labda jambo lingine, lakini linaweza likaja vinginevyo, ukapata habari ukataka kuacha. Wengine wanataka kuacha kazi. Usiache kazi, lakini endelea na kazi, maana Mungu ana mpango na wewe. Barikiwe sana, tukutane tena wakati ujao, kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.